ameenda. Sasa wameondoka safari baharini, wameenda sehemu zao wanazotafutia samaki huko. Siku kulikuwa kuna upepo mkali sana. Upepo mkali, mawimbi yalikuwa makubwa sana. Sasa wamefika mahala wakaona hapana, hebu ngoja tushushe ili tanga kwanza. Kwa hiyo kabidi apande pembeni ya jahazi hivi ili aweze kufikia pale juu, achomoe lile alivute lishuke. Basi alivopanda pale ili kuchomoa akateleza. Akatumbukia baharini. Lakini uzuri wavuvi wote wanajua kuogelea. Basi jamaa pupupu akamenyana akapiga mbizi akatokeza juu, akakamata jahazi, wenzio akampa mkono sharp akamrudisha ndani fresh. Anajisearch mfukoni ndo anagundua zile pesa zimetumbukia baharini. Ile pesa aliyoiba kwa mkewe kule ili amkomoe, sasa na yeye imetumbukia baharini. Sasa na pale kina kirefu pale wanapovua, jamaa akaona hii imekula kwangu hii. Basi yakakausha tu kuambia wenzie. Basi mnyana na upepo ule, kuna sehemu kulikuwa na kisiwa si mbali sana. Wakaona bwana, hebu ngoja usiku wa leo tutulie hapa kisiwani kwanza. Tukiamka alfajiri kama bahari itakuwa imetulia, tutaendelea na safari zetu za uvuvi. Lakini kwanza ngoja tupumzike kisiwani pale. Siku ya kwanza, siku ya pili wakarudi tena baharini kuendelea na uvuvi. Sasa huku nyumbani kufika siku ya tatu mume hajarudi. Sasa ule mtaa wavuvi walikuwa wengi kidogo. Kuna jirani yao pia ni mvuvi, yeye ndo akawa amerudi sasa baada ya kwenda baharini siku 3, 4, 5 amerudi sasa. Kwa hiyo anapita nyumbani anasalimia. Kwa kapita pale kwa jamaa akasalimia, bana habari za hizi safi, kamkuta mke wake pale. Jamaa bwana akaenda kuvua siku ya 3 leo bado hajarudi. Jamaa sema sasa na siku 2 hizi upepo ulikuwa mkali sana baharini. Bahari haikuwa imetulia kabisa. Kwa hiyo huenda akachelewa siku 2, 3. Sasa basi ngoja nikutafutie mboga hapa angalau hata kama jamaa akichelewa basi maisha mengine yaendelee. Kwa hiyo katika wale samaki alowavua yeye kwenye tenga lake lile, kwa samaki mmoja alikuwa mkubwa sana. Samaki mkubwa, bonge la samaki. Akamwambia sasa huyu bwana akichelewa kuja siku 4, 5, huyu samaki atakufaa. Utapika mboga siku zote, utakula, utakuwa huna shida. Basi yule mwanamke akashukuru, akapokea samaki, akaingia zake ndani. Jamaa kaenda zake. Sasa mke wakati anamuandaa samaki yule kumpasua tumboni, anakuta zile pesa. Mwanamke akashangaa. Hizi ndio zile pesa nilozifunga mimi na mfuko huu. Si ndio niliziweka humu ndani pesa za mume wangu? Akasema ngoja nirudi kuangalia. Anarudi ndani pale kuangalia, kweli pale pesa hakuna alipokuwa ameweka. Na akiziangalia pesa ndio zenyewe, ndio zile zile. Hakuelewa nini kimetokea pale. Lakini yule mwanamke alikuwa mwanamke mmoja ana imani sana na Mungu wake. Basi yeye akamshukuru Mungu, akasafisha zile pesa vizuri, akazirudishia pale. Akamwambia Mungu, bwana mimi